Ndani ya hicho kisima ndio kulipogundulika hiyo gesi ya helium. Ni gesi adimu sana ulimwenguni, inagunduliwa hapa katika kijiji cha Itumbula, kata Ivuna, wilaya ya Momba, mkoani Songwe. Gesi hii inayopatikana kwa nadra duniani ina matumizi muhimu katika teknolojia ya hali ya juu, ambapo matumizi yake katika vifaa kama MRI scanner, roketi na mitambo ya mawasiliano ya anga yanadhihirisha umuhimu wake kimkakati. Hapa tulipo tuko kisima cha Mtambula namba 1. Kisima hiki tumeenda chini takribani kilomita 1.2. Tulipofanya ule mwezi wa kwanza well testing hapa, ikatuonesha kwa mara kwanza ilituonesha kwamba inaweza kuja kwenye surface kwa 7.9. Tulivyoendelea kwa muda mrefu, tukaona zina uwezo, tunafunga alafu tunarudia tena, tuna uwezo kuja mpaka kwa 5.5. Ndugu zangu, hii gesi ni gesi ambayo ni adimu duniani. Gesi ya helium ni gesi ambayo kwa sifa zake inaifanya kuwa na sifa ya kutumika kwenye kupoza baadhi ya vifaa vya kielektroniki, especially vile ambavyo sasa vinagusa maisha ya moja kwa moja ya wananchi, kwa sababu tunajua kila mmoja hata kama sio mgonjwa leo lakini ni mgonjwa kesho, na atahitaji kufanywa uchunguzi na vifaa ambavyo ni vya kisasa kama MRI, CT scan na vifaa vingine. Na hivi vifaa kwa sababu vinatumia nishati kubwa ya joto, vinapata joto, kitu ambacho kinaweza kusababisha vikaharibika. Kwa hiyo gesi ya helium ndio sasa inayotumika kwa ajili ya kupoza vifaa hivyo na kuvifanya viwe na maisha marefu, viendelee kutuhudumia. Kwa mujibu wa utafiti uliofanywa na Chuo Kikuu cha Oxford, Tanzania inakadiriwa kuwa na zaidi ya futi bilioni 138 za ujazo wa gesi hii ya helium. Na Tanzania kama itaingia katika uzalishaji huu, inatarajiwa kuwa miongoni mwa mataifa yanayozalisha kwa wingi gesi hii. Mataifa hayo ni Marekani, Urusi, Katari, Saudi Arabia na Algeria. Katika miaka ya hivi karibuni, Tanzania imevutia uwekezaji mkubwa katika sekta ya utafiti na uendelezaji wa gesi ya helium, hususan katika bonde la Ziwa Rukwa, ambapo kampuni ya Helium One Global imekuwa mstari wa mbele katika uchunguzi wa gesi hiyo, na habari njema ni kwamba gesi hiyo ipo ya kutosha katika bonde hili. Je, ni kipi kinaendelea katika mradi wa gesi hii ya helium hasa baada ya ugunduzi huu? Hatua tuliofikia mpaka sasa hivi tumeshamaliza shughuli zetu ya utafiti, ambapo kama unaona nyuma yetu hapo tumeweza kuchimba kisima chetu kimoja kinaitwa Itumbula West, na sasa hivi tulikuwa kwenye mchakato wa kuomba leseni ya madini, ambapo kimsingi kwenye mwezi wa tatu tumepata offer letter, ambapo tunasubiri sasa kampuni pamoja na serikali waweze kukaa na kusaini mkataba huo. Basi baada ya kusaini mkataba huo ndio tuendelee na hatua nyingine za maendeleo ya mradi, kuendeleza mradi. Yes, kwa maana ya kwamba ujenzi wa miundombinu ili kuweza sasa kuhakikisha kwamba hiyo gesi tuliyoipata tunatengeneza miundombinu ya kuivuna na kwa ajili ya kuipeleka sokoni. Tunachokitegemea ni kwamba hata haya majadiliano yanayofanyika baina ya kampuni na serikali hayatachukua muda mrefu sana, na wananchi wataanza kuona uzalishaji ukifanyika, na gesi hii sasa sio tu kuhudumia vifaa vyetu, lakini iweze kusafishwa hata kwenda nje ya nchi ili tuingizie fedha za kigeni, na hivyo kupata fedha ambazo zinaweza zikaenda pia kuwahudumia wananchi kwenye maeneo yao kwa maana ya huduma zinazotolewa na serikali. Wakazi wa vijiji na kata zilizopo katika kata ya wilaya ya Momba mkoani Songwe, ambapo mradi huu unatarajiwa kutekelezwa sasa, shauku yao imekuwa maradufu juu ya fursa za uwepo wa mradi huu, hasa baada ya kuonja mema ya mwekezaji huyo akiwa katika muda wa utafiti wa gesi hiyo. Ninashukuru sana kampuni hii ya Helium Gesi, toka wamefika sehemu husika kufanya survey na tafiti mbalimbali, walikuwa vizuri sana na serikali. Na istosha wakati wanapita walianzia nadhani kule Kamsamba. Walifanya testing zao, wakalima barabara zile na walitulipa vizuri bila matatizo. Walipokuwa wamemaliza, nadhani ofisi za kata ya Mpapa waliwaomba kwa ajili ya ujenzi wa jengo la maabara, walishajenga lipo, na walisaidia sana kutoa ajira kwa vijana, kwa wale watu ambao walikuwa na kipato cha chini, na walilipwa. Huu mradi ulipokuja umetusaidia sana. Kwanza umetusaidia barabara imekuwa nzuri toka Ivuna mpaka Kamsamba. Vile hata huduma wamepeleka pesa hospitalini, shuleni na maeneo mengi. Imetusaidia sana kwa kweli mradi huu. Wakati mradi huu unapoelekea kuanza kutekelezwa, shauku ya wananchi ni kuona wananufaika barabara. Je, zipi fursa za moja kwa moja ambazo wananchi hawa watanufaika nazo? Wananchi wao kuna huduma ambazo mgodi unahitaji, kama sasa hivi mgodi mpaka sasa licha ya kwamba uzalishaji haujaanza, lakini kuna chakula wananunua,
kuna malazi wanahitaji kwa maana ya maeneo wanafanya kazi wanapokaa. Kwa hiyo kuna huduma mbalimbali saidizi ambazo zitakuwa zinahitajika kwenye mradi, nadhani wananchi, lakini pia wataalamu wetu wa Kitanzania wachangamkie fursa hii. Mpaka sasa hivi haya mazingira yote mengi ni pori. Kwa hiyo watu tukija huku ina maana tunakosa sehemu ya kusema tunataka kupata huduma yoyote, labda chakula, vinywaji, unless otherwise tuje hapa kwenye mradi penyewe. Kwa hiyo mimi najua kabisa jinsi tunavyozidi kuendelea kwenda tutaendelea kupata maendeleo, kwa sababu mji unaendelea kutanuka. Hatuna imani kwamba hawa kazi zinavyozidi kuendelea itabaki kuwa hivi. Watu wataendelea kuongezeka, mitambo itaongezeka, kwa hata maeneo yataongezeka ukubwa wake, lakini na huduma pia za wananchi zinatakiwa zifanyeje, ziongezeke. Kwa hiyo sisi hayo ni maendeleo. Nikiripoti kutoka katika kata hii ya Ivuna iliyopo mkoani Songwe, jina langu ni Ferdinand Irunde na hii ni Wasafi. Wataliwa na mimi nika na upendo yani wawekezaji